Hapo mwanzo kulikuwepo na himaya ya maji moto pekee. Siku moja mfalme alikuwa hofu sana. Alitamani kumrithisha mwanae mdogo kiti cha ufalme, ila alipewa ushauri na wazee juu ya kitendo hicho. Mfalme aliamua kuigawa ardhi hiyo. Kipande kidogo alimpa mkubwa na sehemu kubwa alimkabidhi mdogo. Baada ya miaka mingi kupita, mtabiri wa falme ya Kazimoto alitabiri juu ya uzao wa mtoto atakayeunganisha himaya hizo. Siku moja usiku iliwaka nyota na kudondokea katika himaya ya maji moto. Ndipo mfalme wa Kazimoto alipoamuru majeshi kwenda kuvamia ili wamwangamize yule mtoto. Hakika walishindwa. Mfalme Kazimoto alitumia miaka 19 kujifunza uchawi na kuandaa jeshi la giza, jeshi lenye nguvu za kichawi. Siku moja alimtuma binti aliyeitwa Tintin kwenda kumwangamiza France. Kamwambie babako atoe kafara, la sivyo atapinduliwa tena, na kafara hiyo si mwingine, ni wewe hapo. Baba, kafara ni nini? Kwa nini unaniuliza hilo swali? Nimeona kitu cha ajabu. Kitu gani? Ni mzimu wa mtoto mdogo. Mzimu? Ndiyo. Tena unatisha. Kafinye, unazingua sana mwanangu. Toka jana nimekupa taarifa. Wahi mapema mwanangu Tekatege. Ona sasa tumekufa nini? Tumekufa mboga. Na mimi mboga za majani ndo hazipandi kabisa yani. Mwanangu unakera sana yani wewe. Kwanza mwenyewe unazingatia. Kwa mfalme kula tujapeleka sadaka. Ona tunamkera mwana mfalme. Unazingua sana mwanangu. Kwanza kwa nini unachelewa hivyo? Senzo mwanangu. Wewe unapenda tu kunilalamikia. Sema mambo mengi. Mambo mengi wapi mwanangu? Wote wako wewe kila anapokuambia wahi wewe unachelewa. Wahi juzi ulichelewa hivyo. Jana umechelewa, basi mangu na kesho ukichelewa tena.
Akia Mungu mimi nakwambia hivi, namchukua yule dogo yule, akuja kupiga naye kazi. Wewe utatafuta sema kwenda kupigia kazi. Haiwezekani sikuwa tunakosa mboga kila siku. Juzi tukose, jana tukose na leo tena tukose. Mimi bwana hiyo kwa kweli hapana. Nakela mwanangu, nakela. Senzo mwanangu, mimi nitajitahidi kuwa na waiwai rafiki yangu. Sasa ni hivi, sikia mimi nikwambie. Mimi Ina maana baba umedhamiria kunipoteza? Kupoteza kivipi? Najua hunipendi baba. Kwa hiyo bora niende mbali na wewe kuliko kupoteza uhai wangu kizembe. Kwa nini baba ukatae? Mimi siwezi kufa mpaka nitakaporithi kiti chako. Sema nini wewe? Chachi, unaitaka kipala yetu. Tunamtaka mlisi haraka iwezekanavyo. Nina watoto wawili. Yupi mnayemtaka? Fransi ndo chaguo la mizimu. Unatafuta vita? Amin, sitokuacha. Ayeya mtemi wa oh mtemi wa kubwa tena mlinzi mkuu uliyeteuliwa na mizimu ya himaya hii. Tena nakuagiza nenda kaiokoe na kuilinda himaya yetu, umesikia? Nakuagiza binti yangu, nenda kashirikiana na binti Ua kuilinda himaya yetu, umenisikia? Sawa. Ardhi yenu ni hukumu yenu. Kawaambia ufalme wa Majimoto waachie ardhi hii, la sivyo hukumu yenu ni majuto kwa mfalme wenu.
hakikisha unatimiza kile ulichoagizwa. Nalihitaji hilo ua haraka zaidi. Kapanda waganga kule mayemyo nakula. Kapanda waganga kule mayemyo nakula. Nakulile. Kauma. Hey. Kauma. Hivi una taarifa yote hapa kijiji lilotokea? Sina. Kuna taarifa gani? Shoga yangu, kijiji kimevamiwa. Kimevamiwa? Ndio. Kwanza Mtemi mwenyewe kapotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sisi wenyewe tunashangaa amepoteaje Mtemi. Kapotea? Kweli tena. Poteaje? Sijui, yani amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha Kayuma. Mtemi na ule ulinzi wake wote na ile ngome yake yote. Nani wa kumvamia Mtemi? Wewe naye acha uongo. Utakuwa umedanganywa tu. Na mimi nimesikia toto nasema Mtemi kapotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Na mimi ndo nikaja nikuletee taarifa. Zeni hapa natakiwa uache kazi zako tuondoke twende nyumbani. Kweli? Ndio. Ndio basi nisaidie hapa tung'oe shogangu. Hivyo ikauma unajelewa kweli. Mimi nakwambia uache kazi zako tuondoke twende nyumbani. Kijiji chetu kwa hatarini. Siamini bwana. Hebu njoo tung'oe. Mbona mimi nakusaidiaga kazi zenu? Nisaidie bwana kung'oa hizi nyasi. Usijali shoga yangu. Hao ni uongo wamekudanganya. Haya. Nisaidie bwana.
Kauma. Lakini mimi unanionaje? Mimi ni mrembo. Yaani mbona we mzuri rafiki yangu? Wacha shoga yangu. Yaani we mzuri mbona? Hapa kijijini. Sijaona mrembo kama wewe mkali. Yaani ni hivi. Yaani siku moja mtoto wa mfalme atakuja kunioa hapa kijijini. Kijiji kizima hiki mtashangaa nyote. Na mimi nitakuepo karibu yako shoga yangu. Mpambe na kupepelea tu mke wa mfalme. Nakwambia mtoto wa mfalme ni wangu. Yaani hiyo siku nitatambaje rafiki yangu anaolewa na mtoto wa mfalme? Nakwambia ni naye. Acha. Na natsompa naye. Acha. Mzito mwenye hapa. Kafinye, mbona tutisha? Ndiyo, kijiji chetu kimevamiwa. Kimevamiwa? Ndiyo, kimevamiwa nyamjui. Nyamjui kijiji kimevamiwa kule. Tuondoke, kijiji kimevamiwa. Mimi naogopa jamani. Alafu mimi nilikwambia. Mna cha kubishana hapo jamani. Jamani tuondoke. Tayari wameshavamia kule, tuondoke. Wanakijiji wamejifungia ndani. Malkia mtukufu, nimeshindwa tena. Ndito! Ndito! Ina maana mmeshindwa kutekeleza maagizo yangu? Nimewataka muende mkaiteketeze himaya yote. Mmeshindwa. Ina maana nina vijakazi wazembe sio? Hapana mama. Kwa sasa baba amezeeka sana. Inabidi niiche kiti chake na sio kuongoza jeshi. Maana sina uweledi huo. Jeshi mkabidhi chinja. Mimi niongoze nchi, utaona matokeo. Sawa. Ila kabla ya kukupa baba utemi, inatakiwa uoe kwanza. Sawa mama. Nipo kwa ajili ya nchi yetu. Sawa. Nitakaa na baba yako. Sawa. Nahitaji mwanangu utimize azima yangu na ufate nyayo zangu. Sawa. Kwanza ni kumlaza kwenye udongo huyo mnyama anayesumbua kichwa changu. Pili, kuchukua mali zote zinazopatikana katika himaya yake. Mwisho, kumleta Malkia wa hapo katika mikono yangu. Sawa? Sawa mama. Kwani huyo Malkia unamtaka lini? Wamemteka mtemi, wamemteka mtemi. Mtemi
wamemteka mtemi, mtemi